Kipindi hiki cha menopause, zingatia sana afya yako. Badilisha mfumo wa matumizi ya mafuta unayotumia. Mafuta ya alizeti ni omega 6 na wewe unahitaji kubalance omega 3, 6 and 9. So, vitu vya kukaanga ni inflammatory. Unajua, tunapata hot flashes, lakini tunapokula tunazidisha hot flashes. Tunapata maumivu, lakini tunapokula tunazidisha maumivu. Hii ni kwa sababu tunakula vitu ambavyo haviwezi kuruhusu miili yetu kubalance. Hii inazidi kuongeza changamoto. Kwa hiyo mafuta ya kupika haya tunayotumia ya kawaida ni vitu ambavyo unatakiwa uangalie. Unapopitia low estrogen ni rahisi sana kutengeneza fatty liver. Ila unapotumia mafuta mabaya unaongeza nafasi ya kutengeneza fatty liver. Kumbuka tunakusanya mafuta kwenye miili yetu. Vitu vyote vya kukaanga, vya kurosti, vitu vyote vinavyotumbukizwa kwenye mafuta, wanga mwingi, sukari nyingi, vyote hivi vinachangia kuongeza mafuta. So ni rahisi sana kupata fatty liver na ni rahisi sana kupata pressure. Zingatia, pia ni rahisi kupata kisukari. Kwa sababu ukishapata fatty liver, unapata insulin resistance. Ukishapata insulin resistance, utakuwa na changamoto nyingi sana. Sasa tusikubali kurudi nyuma. Unataka kusafisha ini lako, zingatia mboga chungu chungu kwenye chakula chako. Mchunga, mgagani, mnafu, majani ya kunde, kisamvu, vitu ambavyo tunaziita beta herbs zitakusaidia sana hichi kipindi kwa sababu zenyewe ni alkaline, lakini pia ni antioxidant, ila zinasaidia kusafisha ini. Kwenye line yetu ya product tuna product tunaziita healthy liver na nyingine tunaita bitter leaf. Bitter leaf inajulikana sana. Hizi pia ni liver tonic. Katika kipindi cha menopause na kama unaona pressure imeanza kupanda, unahisi pressure imeanza kukusumbua, daktari amekwambia anza kuangalia chakula, na kushauri sana zingatia kupata bitter leaf au healthy liver, alafu flaxseed oil kubalance omega 3, 6 and 9, coenzyme Q10 kwa sababu ukishapata fatty liver uwezo wako wa mwili kuzalisha coenzyme Q10 unapungua. Kwa hiyo zingatia kupata coenzyme Q10. Lakini pia unaweza ukapata tunakiita allicin au allium, na zingatia matumizi ya garlic au kitunguu saumu kwenye chakula. So mboga zako ziwe bitter herbs, alafu tumia spice, kitunguu saumu ni mojawapo, na uweze kupata vitu ambavyo vitasaidia kubalance omega 3, 6 and 9. Fanya mazoezi, tumia misuli. Mafuta yakijikusanya unatengeneza insulin resistance. Ukitengeneza insulin resistance, mwili wako utaanza kutengeneza magonjwa ya mfumo wa maisha. Pressure na sukari itaanza kukusumbua. So jipange, be careful, elimu itakusaidia sana. Mungu akubariki.